Hello everyone, Dr. Chami here. So in this session, we'll discuss on a protein synthesis inhibitor. So kama jina ambavyo linavyojieleza kwamba hizi ni antibiotic, actual target kubwa zinaenda kuzuia au kublock ule uzalishaji wa protein katika bacteria. Sasa by definition refers to the antibiotic that block bacteria protein production by targeting a ribosome, especially 30S and 50S subunit. Kwa hiyo hizi protein synthesis inhibitor, hizi ni antibiotic kama tulivyoona ambazo zinaenda kublock ile production ya protein. Sasa tunajua kwamba protein ina msaada mkubwa sana. Of course ni very important kwa bacteria kwa sababu ina make ile the cell wall, vile vile inasaidia katika kubuild enzymes zile kwa ajili ya metabolism, na pia ina allow them katika kudivide na kugrow. Sasa tunajua kwamba bacteria sehemu kubwa au target kubwa ambapo protein huwa inatengenezwa ni katika ribosomes. Sasa ribosomes imegawanyika katika sehemu kuu mbili ambao tuna 30 subunit na tuna 50 subunit. Sasa messenger RNA ambao huwa anakuwa ni copy ya DNA huwa anakuja na pasi katika hizi 30 na 50 subunit. Kwa hiyo 30 subunit yenyewe huwa ina read na ina check ile messenger RNA, then inatoa signal kwa 50 subunit kwa ajili ya production ya protein ambayo inakuwa specialized type ya protein. Sasa ili kuelewa zaidi, assume kwamba umeenda hotelini. Kwa hiyo 30 subunit anastand kama mhudumu, alafu 50 subunit anastand kama wale wapishi jikoni. Kwa hiyo in case unapotoa maelezo kwa mhudumu kwamba nahitaji ugali, labda ugali nyama, then mhudumu anapeleka order jikoni ambao ndo kwa hiyo 50S, mwisho wa siku unaletewa ugali. Kwa hiyo ndo the same kwamba 30S huyu maana yake huwa anapokea ile messenger RNA, then ana read na kuinterpret, then ana send kwa 50S kwa ajili ya kumpa hizo signal na instruction kwa ajili ya kubuild type fulani ya protein. Sasa kunapotokea na interference katika hizi ribosomes, ambapo ndo dawa zetu zinapokuja kuaffect, mwisho wa siku ina maana ile production ya protein inakuwa inhibited. Kwa hiyo moja ya drugs zina target katika 30 subunit ambazo tuna aminoglycoside na tuna tetracycline. Lakini katika ambazo zina target katika 50S, na maana kwamba tuna macrolide, tuna chloramphenicol, tuna clindamycin na tuna linezolid. Kwa hiyo keep in mind kwamba hizi zote ni protein synthesis inhibitor, lakini zina target specific katika area mbalimbali katika ribosomes, ambazo kuna ambazo zina target katika 30 subunit ambazo ndo hizo aminoglycoside na tetracycline. Vile vile zinazo target katika 50 subunit ambazo ni macrolide, chloramphenicol, clindamycin na linezolid. Sasa katika hizi zote kumbuka kwamba katika hizi zote isipokuwa aminoglycoside, hizo ni bacteriostatic, kwamba zenyewe zina inhibit ile growth ya bacteria. Lakini aminoglycoside pekee huyu ni bactericidal, kwamba ana kill bacteria. Of course why bacteriostatic na bactericidal hizi ni important, au why matter? Unatakiwa ujue kwamba unapotumia bactericidal huwa zinatumika sana kwenye zile severe form, kwamba in case kama labda meningitis, sepsis and so. Kwa hiyo katika severe form ya disease au infection na maana zinatumika sana hizi bactericidal.
sababu zenyewe zinaenda kukill. Lakini katika moderate au hizo mild form, ina maana zinaweza zikatumia bacteriostatic Y kwa sababu mwisho wa siku zina inhibit ile growth, at the same time zina maana zinaupa mwili time kwa ajili ya kuendelea kutengeneza ile natural immunity. Sasa kuzikumbuka hizi, huwa tunatumia mnemonic kama by at 30. Hii by at 30 tafsiri yake ni kwamba ina maana inakukumbusha kwamba ambazo target kubwa katika 30 subunit, ina maana tuna aminoglycoside na tetracycline ambao ni AT. Lakini katika upande wa pili 50S tunasema sell at 50, kwamba umebuy 30 umesell at 50, ambao tunaona kwamba SC not SC inasimama kama chloramphenicol, hii inasimama kama erythromycin ambao tutaona ni moja ya drug katika kundi la macrolides. Alafu L inasimama kama lincosamides ambao ni moja ya drug katika clindamycin, na the last L inasimama kama linezolid. So cha kuwaomba ni kwamba subscribe katika channel kwa ajili ya tutaanza na mojawapo katika group ambao tutaanza na aminoglycoside na continue. Kwa subscribe katika channel, usikose